Sikumbuki neno la kwanza, lakini kikubwa ambacho nadhani niliwaambia, hatukuongea sana, lakini baada ya mchezo ilikuwa ni pongezi. Wamejua kufanya kazi, wamepambana. Ni wanajeshi wa kweli ambao wanastahili pongezi. Najua kila mmoja anaweza kuwa ana majonzi, lakini wameonyesha ukomavu. Mmekuja kwenye mashindano na kaimu kocha, lakini kikosi cha Taifa Stars sio kile ambacho wengi wamezoea kukiona, mabadiliko makubwa, na ndio maana hapa mmetolewa. Lakini story ni ubora wa timu ya soka taifa Tanzania. Ubora ni story ya mchezaji mmoja mmoja wa Tanzania, ukiwemo na wewe miongoni mwa ambao umefanya vizuri kwenye haya mashindano. Hii ni rekodi ya namna gani kwenu? Nakosa jibu kwa sababu umesema sio kikosi ambacho kilikuwa tarajiwa. Sasa sielewi. Kwa maana ya timu, uchezaji wake, watu walishakata tamaa kwa muda sasa kutokana na matokeo ambayo Taifa Stars imekuwa ikipata kwenye mashindano mbalimbali. Achana na CHAN ambao ilifika mpaka robo finali. Nadhani mimi nakumbuka tulifanya, ilikuwa ni interview baada ya mechi ya Tunisia. Sikumbuki nilifanya na nani, lakini niwaambia kwamba inabidi Watanzania waanze kuona jinsi ambavyo kikosi cha timu ya taifa pamoja na wizara, federation na kila mtu anajaribu kutengeneza ubora kwenye kikosi cha timu ya taifa. Na ukiangalia kadri jinsi siku zinavyokwenda, inawezekana kwa macho ya kawaida huwezi kuona, lakini tunasogea polepole. Inawezekana hichi ni kitu ambacho kinawachosha watu wengi, kwa sababu mafanikio yanaonekana polepole. Watu wengi wanatarajia mafanikio ya haraka, naweza kusema hivyo, lakini waendelee kutoa muda. Timu inapanda, na nilitoa rai kusema kwamba ipo siku, naamini mimi kama Mtanzania tutafika wakati tutaanza kuwa na furaha na timu yetu ya taifa ya Tanzania kutokana na matokeo ambayo itakuwa inayapata ndani ya kiwanja. Ni muda wa kusubiria mti uchipue, mti ufike juu, mti uwe strong, ndio ambayo inaweza kuwa inakatisha tamaa, lakini naamini ipo siku. Kama ukiambiwa umzawadie mchezaji mmoja zawadi kutokana na mechi 4 ambazo amecheza, wewe kama